Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe tena kwenye somo letu siku ya leo, tukiwa tunaendelea kuangalia huu ujumbe wa malaika wa kwanza. Kipindi kilichopita tuliangalia habari ya injili ya milele, tukaona kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu wa milele kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu aliyekuwa amedondoka dhambini. Lakini tukaona kwamba tunaona Biblia inasema aliyekuwa ameleta huu ujumbe anaonekana ni malaika. Nikakwambia kwamba Wayunani wanapoongelea Waibrania wanapoongelea habari ya ujumbe, mara nyingi wanatumia neno aglos. Neno hili linapotumika huwa linamaanisha mchungaji, anaweza kawa ni mwinjilisti au mtu yeyote anayechukua jukumu la kupeleka ujumbe wa Mungu, lakini neno hili pia huwa linatumika kumaanisha ujumbe wenyewe. Kwa hiyo tuliona ulikuwa ni ujumbe ambao ni Mungu anauleta katika hizi siku za mwisho, katikati ya madanganyo haya yote, kwa ajili ya kuwatofautisha watu wake, kwa ajili ya kuwaleta watu wake, kwa ajili ya kuwaokoa watu wake dhidi ya upotevu. Lakini baada ya hapo malaika huyu tunaona kwamba fungu la 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Akasema kwa sauti kuu, mcheni. Mpendwa, neno mcheni linaweza likaonekana ni rahisi au ni jepesi sana kutokana na lugha yetu ya Kiswahili pengine kuwa na ufinyu wa maneno, lakini Wayunani Waibrania huwa wanatumia neno phobiomai. Linapotumika neno hili huwa linamaanisha hofu, lakini pia linamaanisha kuogofya. Neno hili pia linamaanisha ni deep respect, heshima ya kina kwa Mungu. Kwa ni ujumbe ambao unawaita watu wake katikati ya kipindi hiki ambacho dunia inaonekana haina hofu na Mungu. Watu wake wanaitwa kuwa na hofu dhidi ya Mungu. Watu wanaitwa kwa ajili ya kumpatia kicho cha ndani, kicho kizito Mungu wetu huyu ambaye kwa muda mrefu watu wametengwa mbali na yeye. Lakini pia tunapoangalia ni kwamba ujumbe huu unautuita sasa tuweze kumcha Mungu. Ni kwa nini tumche? Yeye ana nini hata sisi tumche? Yaani ni kwa sababu gani mpaka sisi tumche? Unaposoma kitabu cha Ufunuo 4 fungu la 9 hadi la 11, Biblia inasema hivi, acha nikusomee. Inasema hivi, na hao wenye uhai wanne wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwapo navyo vikaumbwa. Mungu anatuita sisi tuweze kumcha, ni kwa sababu yeye ndiye muumbaji wetu, ni kwa sababu yeye ndiye chanzo cha uzima wetu. Lakini pia unaposoma kitabu cha Warumi 1 fungu la 21 hadi la 23, utakutana na habari inayoelezewa kwamba baada ya anguko, heshima zetu au ibada zetu zilihamia kwa viumbe. Tukawa tunajaribu kubadili mfumo na utukufu wa Mungu, tukawa tunaufananisha na viumbe vile ambavyo alikuwa anaviumba. Ndio maana ukaona watu wakaanza kuabudu sanamu, wengine wakaanza kuabudu wanyama, lakini wengine hata wakaanza kuabudu mizimu, wengine wakaanza kuabudu mapepo pamoja na kila namna ya mashetani ambao ni viumbe tu. Kwao ni wakati sasa Mungu anatuita watu wake, anaita watu wake mlioteseka dhambini muda mrefu kujitofautisha sasa na ulimwengu na kuja kumwabudu yeye kama chanzo cha uzima wenu. Lakini pia unaposoma kitabu cha Malaki 1 fungu la 6, Malaki 1 fungu la 6, Biblia kuna swali moja hapo Mungu anatuuliza sisi watoto wake. Kwa swali la muhimu sana ambalo Mungu anatuuliza. Malaki 1 fungu la 6, Biblia inasema hivi, mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, Mungu anauliza, kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza nyinyi. Hata tukiishia hapo tu hamna shida. Ni kwamba kama tulivyosema kwamba Bwana ujumbe huu unasema kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Mche ni kitenzi cha nomino inayoitwa kicho. Kicho ni heshima. Kwa sasa hapa Mungu anauliza, kama bwana mtumwa huwa anamcha bwana wake, lakini mwana huwa anamheshimu baba yake. Anauliza sasa, kama yeye Mungu ni baba yetu, kicho chake kiko wapi? Maana yake nini?
tumepoteza heshima yetu kwa Mungu, hatumheshimu Mungu. Sasa anatuita tuweze kumheshimu. Unaweza ukauliza kwamba labda tunaweza tukamheshimuje Mungu wetu? Kwa namna nyingi sana za kumheshimu. Moja ni kushika amri zake. Mhubiri 12 fungu la 13. Acha nikusomee Mhubiri 12 fungu la 13. Biblia inasema hivi: hii ndiyo jumla ya maneno yote imekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu kufanya. Ni moja ya namna ya kumcha Mungu, kwamba tunaposhika amri za Mungu inaonyesha sisi tunamheshimu Mungu wetu. Na ni kusema nini? Ni kwamba hatuishi kwa nafsi zetu, bali tunaishi kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu gani? Yaani kwamba pale ambapo maneno yake, maelekezo yake ndiyo sisi tunayafuata, tunaamua yale ndiyo yatuongoze. Maana yake nini? Tumepiga chini mapenzi yetu. Maana yake ni nini? Tumeachana na namna ambavyo sisi tulitaka kufanya, lakini tukaamua kutii kile Mungu alichokisema. Ni nini? Ni kwamba tunaishi kwa ajili ya Mungu, ni nafsi zetu tumezisalimisha kwa Mungu. Ndicho Mungu anachokihitaji kwetu. Lakini unaposoma pia Ayubu 1:8 na Ayubu 2 fungu la 3, utakutana na habari ya Mungu akiwa anamuelezea mtumishi wake Ayubu kwamba ni mwelekevu, lakini ni mcha Mungu, ni mtu ambaye anamheshimu Mungu, ni mtu ambaye ana hofu na Mungu, ni mtu ambaye anamwogopa Mungu. Mungu anatuita tuweze kumheshimu. Mungu anatuita sasa tumpe heshima yake iliyopotea kwa muda mrefu. Lakini unaposoma kitabu cha Yohana 14 fungu la 15, Yesu anasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Unajua, upendo tunaweza tukalichukulia ni kama neno la kawaida, lakini ni neno zito sana. Waebrania wao huwa wanatumia neno agapao. Hiki ni kitenzi ambacho kinamaanisha kwamba kunipenda, yani kupenda. Kitenzi hiki kinapotumika huwa kina maana hii, kina maana ya heshima ambayo ni esteem, lakini kina maana ya wish well to, ni kama namna fulani ya kutaka matumaini kwa, lakini lina maana pia ya take pleasure in, kuwa radhi kwa, au kujiona hakuna kitu unachokifanya unaenda kujisalimisha kwenye kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe uwe na uwezo wa kufanya hicho kitu. Lakini pia lina maana ya long for, dumu ndani ya. Kwa anasema ni kana kwamba Yesu anasema mkidumu ndani yangu, au mkitaka matumaini ndani yangu, au mkitaka kuishi ndani yangu, au mkiniheshimu, au mkijisalimisha ndani yangu, mtazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe sasa na wewe uweze kuwa ni mojawapo ya watu ambao wanaitikia ahadi hii Yesu aliyoisema. Lakini unaposoma Yohana 15 fungu la 10, acha tupaangalia na penyewe Biblia inasema nini. Yohana 15 fungu la 10, Biblia inasema hivi: mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo langu lake. Sasa Yesu anasema kwamba mtu atakayezishika amri zake atakaa kwenye pendo lake. Tumeangalia ile phobiomai, tukaona ilikuwa ni kitenzi, lakini unaporejea huku kwenye Yohana 15 fungu la 10, anasema kwamba tukishika amri zake tutakaa kwenye pendo lake. Hii neno ambalo limetumika kuonesha hii pendo inaitwa neno phobos. Neno phobos, neno hili linapotumika linaitwa neno agape. Neno hili linapotumika huwa lina maana sawa kabisa na ile tuliyotoka kuiangalia kule, ile agapao, maana yake kuwa na hofu na Mungu, lakini pia likiwa na maana ya kwamba kumheshimu, likiwa pia na maana ya kwamba kuwa razi, lakini pia likiwa na maana ya kwamba kujisalimisha kwake, lakini likiwa na maana ya kwamba kudumu ndani yake. Ni kwamba ni kusema nini? Mtu yeyote ambaye atazishika amri zake atadumu ndani ya Mungu. Ni kwamba huyo mtu atakuwa amejisalimisha kikamilifu ndani ya Mungu. Hiyo ndiyo namna ya kumcha Mungu. Tunaposhika amri zake tunasema kwamba tunamcha. Kama ushiki amri za Mungu na unadai kwamba unamcha, wewe unatudanganya. Fanya mabadiliko kwenye hayo maamuzi, fanya mabadiliko kwenye huo mtazamo. Bwana akubariki unapochukua hatua ya kubadilika.